Leo ni tarehe 12 ya mwezi wa 3 mwaka 2026, kipindi ambacho mvua zikiendelea kunyesha, mvua nzuri za amani, hali ya hewa kama jinsi unavyoona, mazingira mazuri ya kisapoti uwepo wa Mungu. Lakini kikubwa siku leo nataka nikutanishe mimi na wewe pamoja na kwaya maarufu nchini Tanzania inayekwenda kwa jina la Waadventisti wa Sabato kutoka boda ya Namanga. Tupige story na wenyewe mawili matatu, tubadilishane mawazo, lakini yote ni kuelekea tarehe 29 ya mwezi wa 3 katika uzinduzi wa albamu yao kubwa ambayo inakwenda kimataifa. Fuatana na mimi MC Kokoriko katika mahojiano mafupi na viongozi wa kwaya. Tutapata fursa kuzungumza na viongozi wa kwaya, lakini mara baada ya viongozi wa kwaya tutapata fursa pia kuzungumza na walimu wa kwaya hii husika, na ikimpendeza Mwenyezi Mungu tutapata fursa vile vile ya kuzungumza na kuona kwaya yenyewe ya Waadventisti wa Sabato kutoka boda ya Namanga. Fuatana na mimi MC Kokoriko katika mahojiano mafupi na kwaya maarufu nchini Tanzania, kwa maana kwaya wa Waadventisti wa Sabato kutoka boda ya Namanga. Leo nitapata fursa kuzungumza naye live mubashara, kupata kujua jinsi ambavyo wanafanya shughuli zao, changamoto wanazokutana nazo katika shughuli za kuinjilisha mambo mbalimbali ya kimungu. Kama ambavyo nilikuahidi hapo awali kwamba nitakutanisha na kwaya maarufu nchini Tanzania inayokwenda kwa Namanga Boda SDA Church Choir, ambayo siku leo nimepata fursa ya kupata story na wenyewe, kubadilishana mawazo mawili matatu siku ya leo kulingana na ratiba ileo mbele yao ya uzinduzi mkubwa na wa kihistoria wa tarehe 29 ya mwezi wa 3 mwaka 2026, uzinduzi wa albamu yao kubwa. Sasa leo tumepata fursa na Mwenyezi Mungu ametupa fursa ya kukutana nao siku ya leo, kupiga story kama rafiki, kujuana, tukisindikizwa na mvua safi ambayo Mwenyezi Mungu ameleta kutupa baraka safi siku hii ya leo. Na natamani kupata majina yao siku ya leo, nijue nimeambatana na nani, nikianzia na mkono wangu wa kulia. Asante sana. Mimi kwa majina naitwa Peter Matayo, ni mwimbaji wa kwaya ya Namanga SDA Church. Karibu sana. Lakini vile vile tukona kidogo na mfahamu, amevalia suti yake safi kabisa siku ya leo. Nataka kuzungumza naye. Huyu ndio mwenyekiti wa kwaya ya Namanga Boda SDA Church Choir. Siku ya leo nimepata fursa kuwa naye. Mwenyekiti, karibu sana. Asante sana ndugu mtangazaji MC Kokoriko. Kwa majina mimi naitwa Amos James Magero, ndiye mwenyekiti wa kwaya ya Namanga Boda SDA Church Choir. Lakini pia kujua nini kilichoko mbele yetu na ambacho tunatarajia kukifanya. Hivyo karibu sana. Asante sana. Huyo ni mwenyekiti wa kwaya ya boda kutoka Namanga, lakini tuko na mlimbwende mrembo kweli kwenye kwaya hii. Madam, habari yako bwana? Ni nzuri. Kwa majina naitwa Sarah Samuel, ni mwimbaji wa kwaya ya Namanga Boda SDA Church. Naimba sauti ya kwanza. Na mkono wangu wa kushoto niko na mwalimu. Tunapata fursa kuwa na yeye, ni mtu wa macho manne, lakini leo nataka nipigane story. Hivi macho kidogo yanakuma au ni jinsi ambavyo ulivyo? Yes, jamani, kwanza kwa majina naitwa Philemon Benjamin, ni mwalimu wa kwaya Namanga Boda, pia ni mwimbaji. Ameniuliza swali kwamba vipi macho ni motion nao vipi? Kwa kweli na changamoto ya macho. Kwa hiyo wakati fulani miwani yangu inanisaidia kwa ajili ya kuona. Huyu ni mwalimu kama ambavyo nimesema, mwalimu ambaye amesababisha muhimili mkubwa wa kwaya hii kuwa katika hali nzuri, na sasa unakwenda kuzindua album. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Naitwa Roda Agayo Mbwambo. Nashukuru kwa sababu napenda kwaya yangu na naimba sauti ya pili. Kama jinsi ambavyo umesikia majina yao kuanzia mwanzo wa mkono wangu wa kulia mpaka hapo kwa mama ambao tumefikia, kikubwa kimoja kwanza tusalimiane na kujuliana hali kama ambao tumeshajuliana. Vipi, mjiandaje? Asante sana. Maandalizi mpaka sasa yako vizuri. Waimbaji wangu wamejiandaa vilivyo kwa ajili ya tukio hilo, lakini pia maandalizi mengine pamoja na wageni waalikwa tumejiandaa vizuri na tumejipanga vizuri kuhakikisha kwamba tukio letu linafanikiwa kwa kishindo kabisa na tunafikia malengo yaliyokusudiwa kwa lengo la kupeleka injili mbele. Na tarehe 29 tuna wageni kutoka sehemu gani na gani ambapo mmefanya mwaliko na mnategemea nini?
Asante sana. Tarehe 29 tuna wageni kutoka maeneo mbalimbali ndani ya mkoa wa Arusha, lakini pia nje ya mkoa wa Arusha, na tunatazamia pia kuwa na kwaya maarufu kutoka jijini Arusha, kwaya ya Unga Limited SDA Church Choir, lakini pia tumewaalika marafiki zetu kwaya ya Mwangaza KKT hapa Namanga. Kutoka Namanga. Tunatazamia pia kuwa nao, lakini tuna wageni kutoka nje ya mikoa hii ya Arusha. Kwa hiyo tunatazamia kuona mambo makubwa na tukifikia malengo ambayo yamekusudiwa. Tumezoea kuona sasa albamu hii inakwenda kwa jina gani? Inakwenda kwa jina la Amani Yangu. Amani Yangu. Amani Yangu. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, tumealika sehemu mbalimbali na tunategemea watakuwepo kama Mwenyezi Mungu akiwapa kibali na afya njema. Ndio. Nialikia watu at least 3, 4, 5 ambao wewe pengine uliwafikia wewe wakusikie leo live, ukiwakaribisha katika uzinduzi wa tarehe 29 mwezi huu wa 3 kama Mwenyezi Mungu atutupa afya njema. Asante sana. Nipende kwanza kuwashukuru kwa namna ambavyo tuliwafikia na wakatupokea vizuri. Mmoja wa watu ambao tuliwafikia ni pamoja na ndugu Thomas Ngobei, diwani wa kata ya Longido na mwenyekiti wa halmashauri yetu ya wilaya ya Longido. Ni mmoja wa wageni ambao tunatazamia kuwa nao katika tukio hilo. Kwa tunamkaribisha sana anapoendelea kujiandaa kuja kwetu. Lakini ukiachilia huyo, tunaye dada yetu anaitwa Neema Laiza, ni meneja wa benki ya CRDB tawi la Namanga. Huyu naye tunamkaribisha anapojipanga kuja. Lakini tunaye mtu mmoja maarufu sana hapa Namanga kati ya maagenti, anaitwa Mr. Mbonea. Huyu naye pia tunamkaribisha. Lakini bila kusahau mtu muhimu sana, ndugu Julius Moleli ambaye ndiye mgeni rasmi katika tukio letu hili. Hongera sana Mheshimiwa Mwenyekiti wa kwaya. Sasa ni mshe kijiti kwa mrembo. Kwa kweli kwanza umependeza sana. Asante. Na unatumia muda mwingi sana. Unatumia muda gani sana kujiandaa kwenye kuhudhuria na kwaya? Tunafahamu unakuwa na kazi zako. Vipi, hujisikii vibaya kuacha shughuli zako kwa sababu ya kuimba? Hapana, sijisikii vibaya kwa sababu uimbaji unanipatia amani, faraja, na pia ni kipaji changu binafsi. Pili ni njia ambayo mimi ninaitumia kwa uimbaji kwa ajili ya kutangaza Injili kwa ajili ya Yesu. Kwa bora nikaachana na vingine vyote, lakini sio uimbaji. Wewe uimbaji umeanza lini? Mwanadada mrembo, wewe umeanza lini tasnia nzima ya uimbaji, na Mwenyezi Mungu akiwa amekutunikia baraka ya kuwa muimbaji? Ulianza rasmi lini wewe? Mimi uimbaji nilianza toka nikiwa utoto. Nilikuwa ni muimbaji na nilipokuja katika mkoa wa Arusha Namanga, pia nilipenda kujiunga na hii kwaya ya Namanga Boda SDA Church kwa ajili ya uimbaji na kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Kuna wale ambao pengine wanaona kuimba kwaya ni kupoteza muda. Kwaya ni moja kati ya wahubiri wanayefikisha ujumbe kwa njia ya wimbo. Wewe maneno yako kwa wale ambao wanaona kama kuimba kwaya ni kupoteza muda na mara nyingi wapendi kujitoa kwenye masuala ya uimbaji, una neno moja kwao? Mimi cha kuambia, nawakaribisha. Kwanza nawakaribisha waweze kujionea la ya uimbaji, utamu wa muziki, waweze kujionea. Karibuni sana na wakaribisha sana. Katika kwaya hii ni muimbaji gani ambaye pengine wewe anakuvutia sana ukiona anavyoimba, yani au una wivu wewe? Muimbaji anayenivutia ni Madam Esther. Madam Esther? Yeah. Ana kuinspire wewe kuendelea kuimba? Ndio, ni muimbaji ambaye anaimba, ni muimbaji mzuri. Anaimba na ana kipaji cha uimbaji. Pia ninapojifunza na mimi kuimba, natamani kuimba kama yeye. Wewe? Naam, Madam Esther, kama jinsi ambavyo umesikia, anatamani kuimba kama wewe. Endelea kumfanya aendelee kumpenda Mungu. Mkono wangu wa kushoto niko na mwalimu wa kwaya hii ya Boda Namanga SDA ya kwaya, ambaye siku leo tumepata fursa ya kusikia majina yake. Leo tumedamka, mvua imekuwa kubwa, korongo zimejaa, kwa maana ya kwamba mvua ilikuwa kubwa, lakini bado uliendelea kuwa kwanza kufika kanisani, kwa maana ya kuendelea kuhamasisha wanakwaya wenzako kufika kufanya siku leo iwe nzuri. Hongera sana. Asante.
Lakini mbali na hivyo unatumia muda gani kutunga nyimbo zako? Ya, kama nilivyokwisha tangulia kujitambulisha zamani, ukweli utunzi inachukua muda. Cha kwanza, ili mtunzi mzuri lazima ujue maandiko. Yeah. Kwa sababu usipojua maandiko utafanya usanii kwenye kazi ya Mungu. Kwa hiyo ili nitengeneze wimbo, kwanza inachukua muda mrefu kujua kwamba wimbo wangu unaenda kulenga historia ya nini. Lazima nielewe Biblia vizuri. Alafu bahati nzuri kwamba kanisa letu limejenga katika misingi ya imani. Kwa hiyo katika ile misingi naangalia kwamba wimbo wangu naenda kuilenga kwenye msingi upi. Kwa hiyo sio kitu tu cha kurupuka tu nitatengeneza. Kwa hiyo inanichukulia muda mrefu. Nikishajua nini ambacho na ukifanya, then nakaa chini na sasa kupangilia shairi yangu kwamba shairi yangu nitaiweka hivi. Mwalimu, ulijuaje kwamba una kipaji cha kuwa mwalimu wa kusimama mbele ya wanakwaya? Ulijuaje wewe ni una talent ya kuwa mwalimu? Ya, kwa kweli ni moja ya kazi ambayo najivunia kwa sababu cha kwanza wazazi wangu walikuwa waimbaji. Na si wazazi tu, hata babu zangu walikuwa waimbaji. Kwa hiyo tangu nakuwa nilianza nikiwa mdogo sana, nimeanza kuimba mwaka 83. Kwa mara ya kwanza naimba sauti ya kwanza, niko katikati ya wazazi wangu. Kwa hiyo kitendo kile kilinifurahisha sana ninapoimba na wazazi wangu. Matokeo yake nilianza kujifunza taratibu, nikaanza namuuliza babangu maswali. Baba, na mimi natamani sana kutunga nyimbo. Akawa anajaribu kunielekeza. Kuna babu yangu pia alikuwa ni mtunzi. Baada pale tena nikaishi na mjomba wangu naye ni mtunzi. Kwa hiyo nikajitahidi sana kukaa nao karibu, waendelee kunisaidia namna kutunga nyimbo. Wakati unafundisha kuna wanaelewa haraka sana, kuna wanachelewa kuelewa, lakini wako kwenye talent ya uimbaji. Sasa kwa wale ambao pengine wanakuwa kidogo wazito kwenye kuelewa, wewe unatumia hasira au unatumia namna gani kwa handle waende vizuri? Cha kwanza ninachokiangalia katika tasnia hii, ninapopata kikosi au ninapokuwa nafika kwenye kwaya, namba moja huwa nasoma kwanza psychology ya wale watu ambao wanaenda kuongoza. Ni watu wa namna gani? Sasa nikishagundua watu wa namna gani, natengeneza mazingira au wimbo wangu natengeneza kulingana na jinsi walivyo. Kwa sababu kuna wimbo mwingine ni mgumu, lakini kiangalia umri wa mamangu hapa, kuna wimbo naweza niyatengeneza akashindwa kuimba. Kwa hiyo najaribu kutengeneza kitu ambacho najua nikimfundisha itakuwa ni rahisi. Kwa hiyo nilichofanya au ninachokifanya siku zote, najaribu kwenda taratibu. Huwa sina haraka. Alafu muimbaji pia, ili muelewe, sio mtu wa kuendea kwa haraka na kwa hasira. Kienda kwa hasira atakuchukia. Kwa hiyo unaanza nao taratibu. Wakati mwingine ukishagundua wako kwenye mudi, utafanya vitu fulani vya kuwafanya wafurahi ili warudi kwenye mstari. Mwalimu, ulishawahi kukasirika siku moja? Yani ulikasirika siku gani ambao uliweza kukasirika wakati unafundisha kwaya, na ilikuwaje? Ya, nimewahi kukasirika kabisa na kuwafukuza waimbaji wakarudi nyumbani. Wewe? Kwa sababu mimi nina shida moja ya muda. Tukikubaliana kama tukutane muda fulani, natamani tukutane kwa sababu nakuta tumeacha kazi kwa ajili ya hiyo kazi ambayo tumeitwa kuifanya. Na nakumbuka nikiwa Msoma niliwahi kuita wanakwaya waje kwenye zoezi. Tumekubaliana saa 10 wakaja saa 12 kasoro. Nilifukuza watu wakarudi nyumbani. Wewe? Kabisa walirudi. Ambacho wewe kinakupa furaha wakati unaimba? Okay. Cha kwanza, ninapoimba napata amani ndani ya moyo wangu. Nina mawazo. Ninapochukua kitabu naanza kuimba, najisikia amani ya moyo. Alafu najikuta niko karibu na Kristo zaidi. Yes. Hii albamu ya Amani Yangu kwako wewe ni albamu ya ngapi kufundisha na unajisikiaje? Nahisi kitu kama cha 4, kama albamu ya 4 kwa kwaya hii, lakini ninazo albamu nyingi sana ambazo nimefanya, na kazi sijaanzia hapa. Kazi ya walimu nimeanza tangu mwaka 83. Mwaka 92. Lakini uimbaji nimeanza mwaka 83. Kwa hiyo nimefundisha kwaya nyingi za ndani ya Tanzania, za nje, mpaka zingine ziko kule Marekani, naendelea kufundisha mpaka leo kwa njia online. Marekani? Yes. Na mwalimu, ninakaa kidogo kwako kwa sababu tukio la tarehe 29 ya mwezi huu wa 3 mwaka 2026 ndio uzinduzi mkubwa kabambe wa albamu inayokwenda kwa jina la Amani Yangu. Uzinduzi huu una kiashirio fulani. Kuna kitu ambacho pengine mnakitafuta katika uzinduzi huo. Utatuelezea na mpenzi mtazamaji akapata kufahamu, lakini vile vile kupata changamoto ambazo kwaya ya Namanga Boda SDA Church mnakutana nazo, na mnapenda kushirikiana pamoja na wageni waalikwa ambao mmealika tarehe 29 ya mwezi huu wa 3. Nini ambacho unaweza kuzungumza? Yes, ni kweli kwamba
kuna changamoto ambazo tunakutana nazo kama wanakwaya. Changamoto la kwanza, tunapata shida ya usafiri. Kwa sababu wakati mwingine kwaya tumeitwa kwenda nje, alafu tunapata changamoto kuanza kuchangishana pesa, na ukizingatia na hali ya uchumi watu fanani. Kwa hiyo tunapata wakati mgumu sana kwa ajili ya safari. Sasa tulipoanza programu hii tuliwaza kwamba ingependeza tupate usafiri. Ile wazo tumeliwaza tangu mwaka jana. Tuliwahi kufanya uzinduzi ya kwanza, lakini mambo hayakuwa vizuri. Lakini kwa mwaka huu tukaona ni vyema tufikie malengo, kwa sababu bila kufikia malengo tutashindwa. Kwa hiyo tukaona kwamba ni vyema kwaya kama kwaya tupate usafiri kwa ajili ya kazi ya Mungu. Kwaya yetu ni kwaya ya uinjilisti. Sio kwaya tu ya kuimbia kanisani. Ni kwaya ambayo inatumika ndani na nje. Kwa hiyo changamoto, mpenzi mtazamaji, najaribu kualika na kukuomba na kukusii, hebu tusapoti tupate usafiri kwa ajili ya kazi ya Mungu. Na namba 2 pia tunapata changamoto kwa ajili ya PA. Kwa sababu lazima tupate mziki ambao ni mzuri kwa ajili ya kazi ya Mungu. Kwa hiyo itatusaidia na injili itaendelea kusonga. Naam, mtazamaji, ambavyo umesikia, huyo ni mwalimu wa kwaya hii ya Boda SDA kutoka Namanga, kieleza changamoto ambazo wanakutana nazo kwaya nzima, lakini wamekualika wewe mgeni mwalika kutoka sehemu mbalimbali za Tanzania, Kenya, Rwanda, Burundi, wote katika tarehe 29 tutakuwa pale katika kanisa la SDA wa Adventista wa Sabato kusindikiza tarehe ya uzinduzi. Lakini nitarudi kwa mwenyekiti wa kwaya hii. Bajeti yenu kwenye uzinduzi huu wa albamu yenu, mnategemea kuwa na makadiria watu wangapi, lakini vile vile kuwa na makadiria kiasi cha fedha ambacho mnachokihitaji ninyi kutoka kwa wageni walikwa, ambacho naamini Mwenyezi Mungu atawainua na kuwaleta siku ya uzinduzi tarehe 29. Karibu tupe ufafanuzi wa kitu ambacho mnakihitaji. Asante sana ndugu mtangazaji, nianzie kwenye swala la makusudio ambayo tunakusudia kuyapata ili kuweza kufikia malengo, vyombo vya muziki kwa ajili ya kupeleka injili. Kwenye uzinduzi huo tunakusudia kuwa na harambee kubwa kama ambavyo umezungumzia mtangazaji. Kwenye harambee hiyo tunakusudia kukusanya shilingi milioni 176 na laki 8. Milioni 100? Milioni 176 na laki 8. Ambazo kusudio la fedha hizo, cha kwanza ni usafiri kama ambavyo mwalimu amezungumza, lakini cha pili ni vyombo vya muziki, lakini jambo la tatu na la msingi ambalo hili tunaliona pia kama muhimili mkubwa kwetu ni kuanzisha mradi wa kwaya ambao utatusaidia kujiendesha na kuondokana na swala la kuwaita watu mara kwa mara kuchangishana. Lengo ni kutaka kujiendesha. Kwa hiyo tuna hayo mambo, lakini pamoja na masuala mengine ya maendeleo ya kwaya, ila mambo hayo matatu tukiyafanikisha, tunaamini kwamba tutakuwa tumeondoa adha kubwa na kuondoa usumbufu wa kuwaita watu mara kwa mara. Tunaamini tutakuwa tumepiga hatua kubwa. Tumezoea kuona kanisa la Waadventisti wa Sabato kutoka dunia nzima wakiwa na taswira na kawaida ya kutembeleana katika makambi mbalimbali. Unaweza kutoka mkoa huu kwenda mkoa mwingine. Huwa nyinyi mnatumia usafiri gani kwenda, na mtu mmoja anakuwa ina mkosti shingapi kutoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine kwa sababu ya kwenda kuhudhuria makambi tofauti tofauti kutoka mikoa tofauti ya Tanzania? Asante sana. Ni kweli kwamba hata sisi huwa tunaalikwa, na ukiachilia tu makambi, kuna mikutano mingi ambayo inakuwepo, tunaalikwa kwa ajili ya lengo la injili, na hii inatugharimu gharama kubwa sana, na ndicho kinachopelekea sasa tutafute usafiri. Wakati mwingine unaweza kukuta mtu mmoja anachangia 60,000, wakati mwingine 50,000, wakati mwingine 30,000. Kama ambavyo mwalimu amezungumza, pia vipato tuna tofautiana. Kuna wenye uwezo na wasio na uwezo, lakini wakati mwingine tunalazimika kusaidiana ili kuhakikisha kwamba waimbaji wote wanaenda, kwa sababu kimsingi kwenye sauti ukipungukiwa tu mtu mmoja tayari kuna kwaya. Kwa hatutamani kumwacha mtu. Kwa lengo pia la kupata usafiri ni kupunguza hizo gharama, ili kutoka kwenye 60,000, 50,000, 40 au 30 angalau tuwe tunachangia mafuta. Lakini kama nilivyokueleza, kama tutafanikiwa kuwa na kufikia malengo tukaanzisha na mradi, tunatamani pia hata hiyo michango isiwepo. Tukipata safari tunaangalia tu kwenye mfuko wetu kuna nini, tunatoa pesa, tunaweka mafuta kwenye usafiri wetu, tayari watu wanakwenda kwenye kazi ya injili.
Naam, ni kushukuru sana Mheshimiwa mwenyekiti wa kwaya ya Namanga Boda SDA kwaya, ambapo siku leo tumepata fursa ya kuzungumza na wewe kulingana na bajeti nzima ambayo wanaitarajia kuipata katika uzinduzi, na wenyewe wakiwa wamejiandaa vizuri kabisa, wakiwa wamealika watu sehemu mbalimbali kutoka Tanzania, nje ya Tanzania. Mama, nitapata fursa ya kuzungumza kwa neno la baraka kutoka kwako. Tumeona wewe katika kwaya hii mama, ni mtu mzima, at least umewalea wote na mpaka hapo ulipofika. Kwanza nikupe hongera sana mama. Asante sana mama. Katika umri wako wewe, watoto hao unawalea pale, pamoja na kwamba unaimba nao, unawachukulia na wana vipi mama, inapotokea mwalimu sasa wa kwaya hii ni kijana wako na kuna sana kasirika, alisheko kuchapa wewe ukajisikia vibaya? Unapokuwa katika grupu lazima uende na kanuni zilizoko katika grupu. Sasa tunapokuwa nyumbani, yeye ni mtoto wangu, lakini tukifika kwenye kwaya akaniambia mama umekosea, imba hivi, inabidi nimsikilize ili niweze kuimba vizuri, maana nisipomsikiliza nitaharibu wimbo. Kwa hiyo tunapokuwa kwenye kwaya yeye ni mwalimu wangu, lakini tunapokuwa nyumbani yeye ni mtoto wangu. Nataka kujua mpenzi mtazamaji anakuangalia vipi, ulishaipata kichapo kutoka kwa mwalimu? Mtoto wako huyu hapo hujaelewa au umekosea akatembeza fimbo kwa watu wote na wakakutana naye? Si fimbo ya kunichapa kabisa, lakini anakwambia mama, hapo umekosea, umetoka nje ya kii, na akiwa mkali amekasirika, ambia basi nisamee mwalimu, nielekeze ili niimbeje ili sauti yangu iweze kutoka vizuri. Kwa hiyo kwenye kazi ya Mungu unapokuwa kwenye grupu huwezi kasirika. Huwezi kasirika, maana kwanza kabla hatujaanza tunaomba Roho wa Mungu awe pamoja nasi. Amina. Kwa hiyo tunapokuwa kwenye mazoezi, Roho wa Mungu ndo anatufundisha zaidi kuliko yule mwalimu tunayemwangalia. Kwa hiyo unapokuta kwamba umekosea, lazima ukubali kwamba hapa nimekosea. Na kwa sababu nimekosea, inatakiwa nijirekebishe hivi ili wimbo ukae vizuri. Mama, ulishai kukasirika wewe katika uimbaji kiasi kwamba ikakutoa kwenye mudi kiasi kwamba ukajisikia leo sitaki kuimba? Kuna mara inatokea kulingana na umri nilio nao, nasema kwamba huyu mtoto mbona ni kwa nini ananikosea adabu? Lakini baadaye nikija kukumbuka kwamba ninafanya nini, nasema Mungu nisamee, wacha nimsikilize ili kazi ya Mungu iweze kuwa nzuri. Kwa hiyo inaishia tu hapo hapo na haiendelei. Kwa hiyo unakuta tunaelewana vizuri, tunaimba vizuri na kazi ya Mungu inasonga mbele. Kwaya ya Namanga Boda, wewe ni albamu yako ya ngapi wewe kushiriki mpaka umefika umri huu? Zamani tulitoa kama kanda 4 hivi, zile ambazo zilikuwa za cassette. Zile za zamani tulitoa 4, na mpaka sasa mahali tulipofikia kwa sasa hivi ni kama album tulizotoa kwenye kwaya hii ni album 3. Na mpaka sasa hivi naimba na nampenda Mungu na nitamwimbia mpaka siku ile sauti yangu itakapokoma. Amina. Tupate tuwalikie wageni wachache ambao unawafahamu tarehe 29 watakuwepo. Wape mwaliko mzuri, wanataka kutazama sasa hivi, wakaribishe na kuwapa vionjo vya siku hiyo, kwamba tumefahamu kuna kwaya mbalimbali zitakuwepo, watu kutoka sehemu. Tumeambiwa kuna kwaya, mwenyekiti alivyozungumza, kuna kwaya kutoka Arusha, kuna kwaya kutoka Moshi, kuna kwaya kutoka jirani zetu Kenya. Hapo nipatie kunialikia watu wachache kwa tarehe 29 ya uzinduzi wa albamu yenu. Labda mimi niseme tu kwamba ni mshukuru mwenyekiti alivyokaribisha wageni rasmi, ila hata sasa na mimi naongeza uzito. Kwaya yetu ya Lutheran wamekuwa marafiki zetu wa kitambo, sasa hata nawakaribisha waweze kujisikia huru katika hafla hii, na pia wenzetu kutoka kule Kenya ambao tulikuwa tunaimba nao hapo mwanzo, hiyo kwaya pia nawakaribisha sana, hata majirani zetu ambao wanatuzunguka katika eneo hili la kanisa letu. Jamani, nasema kwa ujumla wenu wote nawakaribisha, na mweze kujisikia huru na mweze kusikia mnabarikiwa mkiwa pamoja na sisi kwaya hii ya Namanga SDA Church Boda. Nimalizie na brother yangu pale kidogo, ni msikie na yeye akizungumza mawili matatu kulingana na uzinduzi huu. Yeye kwanza anatumia muda gani kujiandaa kwa maandalizi ya kwenda kwenye kwaya? Unatumia muda gani wa kuacha shughuli zako? Ujisikii vibaya kuacha shughuli zako na kwenda kuimba? Pengine nini ambacho kinakupa nguvu ya kufanya uimbaji? Asante sana, nashukuru.
kwanza kabisa kujiandaa au kupoteza muda kwa ajili ya kwenda kuimba, sipati hasara kwa sababu najua yule ninayemtumikia. Na ninapokuwa nikiimba najisikia vizuri. Kwanza napenda kusikiliza nyimbo, lakini pia napenda kuangalia wenzangu jinsi wanavyoimba, najisikia vizuri. Na mimi pia nikiimba najisikia faraja sana. Na niseme tu kazi ya uimbaji ni nzuri, ni kazi ya uinjilisti, na unapoimba unakuwa na faraja fulani. Kwa hiyo sijisikii vibaya, ila najisikia faraja wakati ninapokuwa katika uimbaji. Naam, asante sana. Nikushukuru sana. Sasa pamoja na tarehe 29 tunaelekea kwenye uzinduzi wa albamu ya Amani Yangu, sio kama inavyokwenda. Kwa nini mlipenda kuita Amani Yangu na msiite albamu jina lingine? Tunaipa jina Amani Yangu kwa sababu ya ujumbe ulioko katika wimbo ambao unasema amani yangu. Kuimba ni kuwa na amani. Ni kuwa na amani. Ndio maana tumeipatia jina la Amani Yangu. Umewasikiliza viongozi wa kwaya hii ya Namanga Boda, lakini vile vile umemsikia mwalimu, umemsikia mama, kulingana na ratiba ile mbele yao tarehe 29 ya mwezi wa 3 mwaka 2026. Uzinduzi mkubwa wa kihistoria unakwenda kufanyika kuzindua albamu, lakini mbali na hivyo wanahitaji zaidi ya milioni 178 na laki 8 na pointi ya ambayo wanahitaji siku hiyo kwa ajili ya kusaidia kanisa na shughuli mbalimbali za kwaya. Wanakualika mpenzi mtazamaji kutoka sehemu mbalimbali za Tanzania, lakini siku tutasikia kapela tofauti. Hebu tuwasikilize kwaya yenyewe ya Namanga Boda SDA kwaya wakiimba. Hebu tutazame kidogo kwaya hii ambayo tunakwenda kuizindua albamu yake tarehe 26. Amani yangu na waachieni, naenda kwa Baba yangu juu, kuwaandalia makao ya amani milele. Nitarudi tena niwachukue, niwapeleke nyumbani kwa Baba yangu, ili nilipo nanyi muwepo milele zote. Amani yangu na waachieni, naenda kwa Baba yangu juu, kuwaandalia makao ya amani milele. Nitarudi tena niwachukue, niwapeleke nyumbani kwa Baba yangu, ili nilipo nanyi muwepo milele zote. Mambo nimetarajia kwa tarehe 29 ya mwezi huu wa 3 mwaka 2026 kutakuwa na uzinduzi mkubwa wa albamu ya inayokwenda kwa jina la Amani Yangu, kama ambavyo viongozi wa kwaya, walimu wote na wanako kwa mjumla kukaribisha sana wewe mpenzi mtazamaji kutoka sehemu mbalimbali za Tanzania. Watu mbalimbali watakuwepo, tutakuwa na madirector wakubwa, madirector wa Kongo wa movie, tutakuwa naye ndani ya Namanga Boda kusindikiza uzinduzi huo wa tarehe 29. Nikualike sasa tu kufuatana kwa mahojiano mafupi na mwalimu mkongwe wa kwaya hii ya Namanga Boda, mwalimu Masha mwenyewe, tupate kusikia mawili matatu kutoka kwake, na mara baada hapo tutarudi kuhitimisha kwa pamoja. Tumepata fursa ya kuzungumza na yeye. Mwalimu, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina sana. Ndio. Hongera kwa kuwa hai mwaka 2026. Asante sana, hongera na wewe. Asante. Tumepata fursa ya kuzungumza na kwaya nzima. Kulingana na ratiba leo kunamkia mvua, lakini pia ni baraka kusindikiza mwezi mtukufu, kusindikiza wale wanaosindikiza Kwaresma. Tukaongea na walimu, tukaongea vile vile na kwaya nzima, mkimtu kwa heshima ya kwaya wakasema tuna mwalimu mkongwe alifundisha kwa mafanikio makubwa kwaya hii ya Namanga Boda. Sasa tukasema tutapata fursa kuzungumza na wewe, pengine ukapata kujitambulisha kwa mpenzi mtazamaji apate kufahamu majina yako kamili ni nani. Karibu. Asante. Mimi naitwa Mashauri John Kadege, ni mzaliwa wa mkoa wa Kilimanjaro, wilaya ya Same, kijiji cha Suji. Ni kule ambako kanisa la Waadventista wa Sabato lilianzia kule.
na nilihamia huko Namanga mwaka 1985 wakati ambapo nilipokuja kanisa la Wasabato lilikuwa halipo Namanga, lilikuwa upande wa Kenya. Kwa hiyo nilishiriki kwenye kanisa la Kenya, na huko ndipo mahali ambapo tulianzia kwaya. Wakati tunaanza kwaya ilikuwa ya upande huo wa Kenya. Na ilipofika mwaka 2000, ilipofika mwaka wa 88 tulianzisha kundi upande wa Tanzania. Lakini kwaya ikawa ni hiyo moja. Asubuhi tunakuwa upande wa Kenya na Watanzania wanakuwa upande wao, alafu mchana tunashikana tunakuwa kwa pamoja. Kwa hiyo kwaya ilikuwa ni moja, lakini kulikuwa na makundi ya upande wa Kenya na upande wa Tanzania. Hivyo ndivyo kwaya ilivyoanza kwa miaka hiyo ya 88. Na baadaye mwaka wa 2005 kwaya zilionekana kama zimeimarika, kwa hiyo kila kwaya ikabaki upande wake. Tuliwahi kufanya mikutano sehemu nyingi na kwaya hiyo. Tulifanya mikutano huko Nairobi, sehemu za Ngong, sehemu za Rongai, sehemu za Maili 9 na makongamano mengi ambayo tulifanya huko Nairobi sehemu tofauti. Lakini pia upande wa Tanzania tuliweza kufanya mikutano hapa Namanga, tuliweza kufanya mikutano Longido, Arusha kule Ngaramtoni pia tuliweza kufanya mikutano. Kwa hivyo tunashukuru Mungu kwa ajili ya kazi ambayo tuliweza kuifanya na tuliweza kuongoa roho kupitia kwa mikutano hiyo. Labda hayo ni machache. Na kwa kipindi chako ukiwa mwalimu ya kwaya hii ya Waadventisti wa Sabato kutoka Boda, uliweza kufanikiwa kurekodi albamu ngapi? Na mpenzi mtazamaji pengine anataka kujua. Asante. Ilikuwa kipindi kile cha nyuma tulikuwa tunarekodi ile mikanda ya kaseti. Tuliweza kurekodi mikanda 4. Na mikanda 4 tulirekodia maeneo ya huko Nairobi. Lakini wakati ambapo maendeleo yalipokuja tuliweza pia kurekodi na hizi DVD ambayo mpaka sasa hivi bado iko hewani na zingine ambazo zinaendelea sasa. Ninafikiri kwamba mpaka sasa hivi tuna DVD 2 na nyingine bado iko jikoni inakuja. Ndio. Nimefurahi mwaka 80 wengine walikuwa hajazaliwa, na sasa tuna mwalimu mpya wa kizazi kipya anayefundisha kwaya ya Namanga Boda. Yuko vizuri. Pengine kuna urisi ambao ulimwachia wewe na kwenda kwa kama jinsi ambavyo ulikuwa umeenda, kwa sababu kila mmoja anakukumbuka kwa mchango wako. Nini siri yake? Asante. Nadhani kile ambacho alikikuta ni wanakwaya aliowakuta ambao aliona kile ambacho nilifanya akawa ameendeleza kile, na namshukuru sana kwa kazi aliyofanya. Kwa sababu kwa sasa hivi kwa kweli kwaya iko vizuri kuliko mimi nilivyokuwepo. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa mwalimu huyu na walimu wengine ambao wanaendelea na tuko pamoja kabisa. Masha, wewe uligunduaje una kipaji cha kuwa mwalimu? Kwa sababu kuwa mwalimu ni talent. Wewe ulianzaje kujua kama nina talent hasa ya kusimama mbele ya madhabahu na kusema nafundisha kwaya? Ujasiri ulipata wapi? Asante. Wakati tulikuwa tunashiriki mikutano ya makambi, nilikuwa nimeona kwaya ya Buruka wakiwa wanaimba, na kuna mwalimu mmoja jina limenitoka kidogo, nilikuwa naona akipiga keyboard miaka hiyo, na keyboard wakati huo zilikuwa adimu sana. Na nilivutiwa sana na vile ambavyo alikuwa anafanya. Kwa hiyo katika harakati zangu nikawa nimefaulu kununua keyboard ndogo, ilikuwa PCR 77. Na hiyo nikajifunzia kupiga nikiwa na tafuta wataalamu wananionyesha. Kwa hiyo baadaye nikafaulu kwa kiasi fulani kuwa naweza kuitumia. Kwa sababu kwa yetu pia na kanisa letu lilikuwa na changamoto ya kutokuwa na vyombo vya muziki. Basi tukawa tunaunganisha zile redio kubwa za Sony na keyboard, alafu tunaimba bila maiki. Kwa hivyo nilivutiwa tu na wanakwaya. Mwanzo kabisa nilikuwa sikufikiria jambo hilo, lakini wakati ambapo tulipokuwa tunaenda kwenye mikutano, nikiona vile ambavyo kwaya zinakuwa na watu, ninaona kama wana kitu fulani hivi wanajisikia wanavyoimba, nikatamani na mimi nione hicho. Lakini nikatamani zaidi kwamba kama ningekuwa mwalimu. Nilianza kuwa mwalimu wa quartet, tulikuwa watu kama 6 hivi. Tukaanza quartet, tukaimba. Baadaye tukaanzisha kwaya ya kanisa. Kwa hiyo ile tukaona kwamba tukiendelea na quartet huenda tutakuwa na upande ambao
tunaupenda na upande ambao kwa hivyo tukaiua ile koteji, basi tukaiunga wote kwenye kwaya ya kanisa ambayo iliendelea mpaka sasa. Mwalimu, tunaelekea tarehe 29 ya mwezi huu wa 3 kwa maana 2026 kwa uzinduzi mkubwa wa albamu inayokwenda kwa jina la Amani Yangu, ambapo tunategemea kufanya uzinduzi mkubwa sana. Wito wako ni nini kwa vijana wako wanaokusikiliza? Lakini mbali na hivyo, tuna wadau mbalimbali ambao pengine tumewaalika. Wewe una watu wengi nyuma yako, nataka umwalikie mpenzi mtazamaji anayekuona kesho na kesho kutwa, basi uweze kusaidia kualika watu ambao watakuja kwa wingi siku ya tarehe 29 ya mwezi huu wa 3. Asante sana. Nikiwakaribisha wote ambao wataweza wanatuona na wengine ambao wanatusikia waweze kukaribia katika uzinduzi huo albamu yetu. Itakuwa albamu ambayo ni ya kihistoria, albamu ambayo ni nzuri, yenye mafundisho makubwa ambayo yatasaidia watu kiroho na kuelekeza zaidi kwa Mungu. Kwa hiyo nawakaribisha sana waliosikia na waliotuona tukitoa matangazo haya. Karibuni sana siku hiyo, na hakikisha kwamba hutakosa na hutajuta. Tumepita upande wa pili, tumeona Company Limited, tumeona mabango yanaitwa Furaha Hoteli, tumezunguka kweli. Mwisho tunatamani tuone biashara ambayo unaifanya hapa, kwa sababu ulikuwa unaweza kugawa muda wako kwa Mungu, pia kufanya kazi yako. Sio vibaya pia na mpenzi mtazamaji akapata kuona kazi anayefanya mwalimu aliyepita na sasa bado yupo akiendelea kumfundisha kijana wake kwa nguvu kubwa. Ni kushukuru sana, lakini kwa sasa naomba tupate muda wa kuangalia kazi ambazo mwalimu Masha anazifanya, ambazo zinamuingizia kipato na kumpa jeuri ya kuwa mwalimu wa kwaya wa Adventist wa Sabato kutoka boda ya Namanga. Fuata tuangalie biashara anayofanya. Asante sana, tuangalie biashara ya kwako unayofanya. Karibu sana. Leo tuna sehemu ya mgahawa ambapo watu wanaendelea kujipatia chakula. Ndio. Bwana, mimi nikushukuru sana, lakini pia nikupe hongera kwa kuweza kusimamia mradi mkubwa kama huu. Sio watu wengi wana uwezo wa kusimamia miradi ambayo pengine iliachwa na kupata kujiendeleza. Nikushukuru sana kwa wakati wako ambao umetenga kwa ajili ya kufanya mahojiano na sisi kwa ajili ya kile ambacho kiko mbele yetu. Nikushukuru sana na Mwenyezi Mungu akapate kubariki. Asante sana. Tarehe 29 ya mwezi huu wa 3 katika uzinduzi mkubwa wa albamu ya Amani Yangu. Asante sana. Asante sana. Nashukuru sana. Na mimi nashukuru sana. Nitumie fursa hii kushukuru sana familia ya Bwana Vitalis Kisela kwa kutupa location nzuri. Kama ambavyo mnaviona, tulifika hapa kuanzia juzi, wakatupokea vizuri kabisa, mazingira yalikuwa mazuri na endelea kuwa mazuri. Tunakushukuru sana Mr. and Mrs. Vitalis Kisela kwa mapokezi hayo, na Mwenyezi Mungu pia akapate kukubariki wewe pamoja na familia yako. Asante na muwe na kila la kheri na muwe na mchana mwema. Asante sana.